Mnayemsikia ni Musa kitabu akimzungumzia Rasulu Muhammad. Si Musa nabii au mtume aliyetoa adhabu, bali mimi mmoja wa wafuasi wa mtume Muhammad, mtume aliyekuwa mpole, habibu aliyepambana dhidi ya uhasidi, mwingi wa hubu, mchangamfu na sana akitimiza ahadi. Uwepo wake kwa makafiri ulikuwa fumbo kwa kuiokopa yake miradi. Kwa maneno yake vilikusanya vitabu, kwa kweli kumsifu sina budi. Alimtisha Abu Lahabu kwa kumuonyesha yake makusudi. Kabla ya miezi miwili kuzaliwa, akiwa ndani ya tumbo la Bi Amina, tumbo la dhahabu, baba yake akamuitika Wadudi. Hapo ndipo alipoanza maajabu kwamba amefanyiwa ufisadi. Tayari kashaanza kuishi bila baba, mama, bibi wala babu, ila hakukata tamaa kwenye rehma za Majidi. Punde si punde kwa uhasibu akawapata wafuasi kwa nguvu zake shadidi, walosoma ujenzi, uvuvi, biashara, hesabu hata na umaridadi. Wahi akateremshiwa kuwaepusha na adhabu, elimu nyingi akapewa ili wapate kustafidi. Historia, sheria, tabia, nisabu sana na tauhidi. Mazito mengi aliyapitia hata na adhabu, huku akipigana jihadi, bila kujali yao malengo, mitihani, miujiza wala sababu. Yeye alizidi kuipigania itikadi. Mengi aliyapitia ya dunia nasibu, akipambana dhidi ya ugaidi. Wallahi Muhammad kumsifu sina budi. Dini yetu kamil iliyokuwa toka enzi za mababu akatukamilishia na kutuonyesha uhatari wa kuto kuitimiza ahadi. Shukrani, sadaka na thawabu alivitoa kwa wenye kupeana zawadi. Kwa maneno yake mazuri yenye kustafidi amesema, tahabu tahabu. Na kwenye hutuba yake ya mwisho akiwa amesimama kwenye mlima wa Arafa, wengine chini ya miti ya mizabibu akimsikia Rasulu Muhammad, aliwaomba kuzichunga hekima, heshima na adabu, na wazidi kumuokopa sana Samadi. Alikuwa na sifa nyingi kubwa kubwa zenye muonekano wa ajabu, lakini hata hizi kuzitaja nimefanya juhudi. Nasema tena, ni Musa kitabu akimsifu Rasulu Muhammad.